Sisi Wanailemi tunashukuru sana kuletewa kituo cha afya katika kata yetu. Naomba tufikishie salamu hizi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwambie Wanailemi wanashukuru sana. Lakini sisi Wanailemi ni kata ambayo inakuwa kila siku. Kwa sensa ya mwaka 2022 tulikuwa wakazi 1045. Lakini mgeni rasmi nikwambie sisi tunaongezeka. Sasa hivi tutakuwa wakazi zaidi ya 1050 kwa makadirio yetu. Na tunashukuru leo tunazindua hili jengo la mama na mtoto la upasuaji. Tunashukuru sana. Nadhani hii ni chachu zaidi sasa Wanailemi tuendelee kuongezeka zaidi. Lakini mheshimiwa, sisi tuna changamoto kubwa. Nadhani uwekezaji huu ni mkubwa sana ambao amefanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini changamoto kubwa ya barabara inafanya kituo hichi sasa kisiwe na thamani tena. Tunaomba mheshimiwa mgeni rasmi ukatufikishie ombi letu hili kwamba tunachokihitaji ni barabara ya kutoka pale chini mpaka hapa juu. Tulikuwa tunaongea na mganga mfawidhi kwamba tuweke kituo hapa cha watu kupumzika, manake wakipandisha hapa wanatoka jasho kweli kweli. Kwa mheshimiwa, hili ni changamoto yetu kubwa sana. Tukipata barabara ambayo ni nzuri, basi kituo chetu kitapata Wanailemi wengi ambao wanahudumiwa kwenye kata hii. Kwa sababu changamoto kubwa, Wanailemi wako hapa lakini wanaenda kuhudumiwa vituo vingine kwa sababu ya ubovu wa miundombinu ya barabara ya kufika katika kituo hichi. Mganga mfawidhi hapa ameeleza kuna changamoto ya maji. Nadhani unajua huduma za afya zote zinahitaji maji. Tunaomba sana utufikishie kwa Mheshimiwa Rais, lakini bahati nzuri pia Mheshimiwa Mstahiki Meya yuko hapa. Nadhani katika halmashauri yake ataweza kuangalia tunafanyaje tuweze kupata maji katika eneo hili la kituo cha afya. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba sana hayo machache ili kituo chetu cha afya kifanye kazi vizuri, lakini kiwahudumia wananchi wote wa kata Ilemi wasiende. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kituo cha afya Ilemi kilipokea jumla shilingi milioni 586 kwa awamu ya kwanza ya ujenzi mwaka 2021 kutoka kwenye mapato ya ndani. Fedha hizi zimetumika katika ujenzi wa majengo matatu: jengo la magonjwa ya nje yani OPD, jengo la wazazi yani maternity complex na jengo la kufulia yani laundry. Kwa awamu ya pili, kituo cha afya kilipokea kiasi cha shilingi milioni 53 kwa ajili ya kumalizia ujenzi, lakini pia milioni 41 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta wa kuzuia maporomoko yani retaining wall. Halmashauri haiwezi kushindwa kwa makusanyo tulionayo, lakini tukiweka kipaumbele tunaweza. Kama tunaweza kuleta majengo, tunaweza kuleta barabara. Mimi naamini kabisa tukishirikiana, kimoja baada ya kingine kitakamilika. Mna kazi kubwa ya kuhakikisha kituo hiki cha afya wanakuja wananchi wa eneo hili, kwa sababu vituo hivi vimefunguliwa vingi. Na wanakujaje? Huduma iliyo bora. Tunategemea mlioko hapa mna weledi, mmesoma, mnakizi mahitaji ya kufanya kazi katika kituo hiki. Epusheni kuomba rushwa. Kuna wengine wanatengeneza mazingira, haombi, anakutengenezea tu mazingira magumu uone kwamba kuna haja ya kutoa shilingi 10,000 ili upate huduma kwa haraka. Asa hiyo ukiiona mwananchi yote kuwa wazi. Idara ya uhandisi waje wafanye upembuzi yakinifu ya barabara kwanza, wao wenyewe wahandisi wetu. Tuone hiyo barabara inataka nini na inahitaji nini ili iweze kwa muda tuweze kuirekebisha hata kwa muda, kwa sababu sisi kama halmashauri ya jiji tumeshajipanga na tumenunua greda. Mheshimiwa, sisi katika awamu iliyopita tumenunua greda la kwetu shilingi milioni 500. Muwafanye wananchi wapende kituo chao. Tunataka kuona wananchi wanapanda umlima kama mteremko, kwa maana wasione tabu, kwa sababu kama huduma ni nzuri hata umlima hawataona kama ni mlima huko. Huduma tunazopata ni nzuri sana. Pia ikitengenezwa tu barabara, sisi hapa tutakuwa tuko vizuri na tutapata watu ni wengi sana. Maana Ilemi na watu wengi sana. Mama na mtoto, odi iliyofunguliwa mama na mtoto, tumeshukuru sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanakimbia kwenda Mwanjelwa, kwenda vituo vingine, lakini kwa saizi kwa kuwa limezinduliwa kuanzia leo, matumaini yangu kwamba wananchi wote watakuja hapa na watajaa. Lakini hapa sasa hivi huduma zote zinapatikana namna hii. Naamini kwamba mama wajawazito wanarahisishiwa pia hata kwa gharama zile inakuwa gharama nafuu kwa sababu ikiko ndani ya kata yake Ilemi. Tuna changamoto moja nzito sana ya barabara kutoka kilomita chini pale mpaka kupandisha juu hapo. Barabara ambayo imekaa vibaya sana, kuna changamoto kubwa sana ambapo magari na bajaji zikiwa zinakuja huwa zinaishia njiani, gari ndio uweza kupandisha. Usiniruhusu niyakose, Mungu tafadhali fanya moyo wangu uwe imara vya kutosha kushinda kila changamoto.
tafadhali rahisisha ugumu, kwa sababu ninahisi kukata tamaa kidogo.